Mambo vipi mtazamaji wa Zaina TV, langu jina ni Zaina Zubeli na leo tupo mtaa wa Ilala Bungoni. Lakini leo sitakuwa peke yangu, nitakuwa na mjasiriamali ambaye atatuelezea kati ya kujiajiri na kuajiliwa kuna utofauti upi. Mambo poa? Mzima, sijui wewe? Mimi mzima pia. Naomba ujitambulishe watazamaji wetu waweze kutusikia vizuri. Kwa majina yangu naitwa Janet Banekwa, ni mwanamjasiriamali. Sawa Janet Banekwa, leo nataka tuzungumzie katika swala zima la umejiajiri au umeajiliwa? Nimejiajiri. Haya, tutaenda direct kabisa katika swala zima la kujiajiri wewe mwenyewe. Ni wazo gani uliwaza mpaka ukakaa ukafikiria ukaanza kujiajiri wewe mwenyewe? Wazo ambalo niliwaza kwanza ni ile kitu ambapo sina pesa. Sasa nilipokuwa sina pesa nikasema nifanye kitu gani? Kwa nikaona kwamba niuze cheni. Yaani brand yangu ni Diva Accessories, nauza macheni za kike na za kiume, nauza hereni, saa na mambo kama hayo. Kwa hiyo wazo niliwaza ni kwamba mimi ni mwanachuo actually. Kwa nilivyohisi kwamba pale chuoni kwetu kuna watu wanahitaji labda cheni, saa, hivyo ndo nikawaza kwamba nianze kuuza. Kwa hiyo wewe kujiajiri kwako una base katika upande wa wanawake na wanaume au ni wanawake tu kwenye hayo masuala ya cheni? Nafanya biashara kwa jinsia zote mbili, nafanya kwa wanawake, nafanya kwa wanaume. Bidhaa zangu zipo jinsia zote, yani zimebalance kote. Kila kitu kimebalance. Haya, hapo katika chuo unachosomea, uliona nini mpaka kikakufanya hawa sasa wadada wavae cheni au wakaka wavae sui na hizo cheni pia? Uliwaza kitu gani? Chuo cha uandishi wa habari, kwa kuna vipindi mbalimbali, kuna entertainment, itakuwa mtu mvae wavulana wavae micheni ile sinajua. Kwa hiyo hivyo nikahisi kwamba kuna uwepo wa watu kuvaa kupendeza. Unaona? Kwa kuna ule uwepo. Kwa nikahisi kwamba nikianza kuuza hapa cheni, kuna watu wa vipindi vya entertainment watafurahi na hiyo kitu. Nikianza kuuza saa, kuna watu wa vipindi maalum, vipindi tofauti watafurahi na hiyo kitu. Na kulikuwa kuna uhaba hiyo kitu. Na nilijaribu kufanya utafiti mdogo, palikuwa hamna mtu anauza hivyo vitu. Ni alishamaliza. Kwa hiyo nikaona nichukue hiyo nafasi, kujipatia ajira. Kuna changamoto ipi ambayo unapitia kupitia hiyo ajira yako? Changamoto kubwa ninayopitia ni watu kutokulipa kwa wakati. Kwa ni kama ni wanafunzi wenzangu, leo na kiasi kadhaa cheni ya 4,000, leo na 3,000, leo na 2,000, nitakulipa kesho. Kesho hayupo chuo, kesho kutwa hayupo chuo, hivyo. Kwa anakuja kesho yake labda mitondogo huko siku zimeenda, anakupa 500 siku nyingine kwa hivyo. Kutokulipa kwa wakati ni changamoto kubwa. Unakuwa unawakopesha hizo bidhaa? Of course, kwa watu ambao wakiniambia kwamba sina pesa, sijatimia, na uwezo wa kumkopesha, naandika namba yake na nina kitabu, namwandika darasa, namba hivyo, na kopesha. Ulishawahi kudhulumiwa katika hiyo bidhaa zako? Nishawahi kudhulumiwa. Hebu tuambie ilikuwaje? Nilidhulumiwa na mtu ambaye nilimwamini, yani ni rafiki yangu in short. Kwa mpaka leo kutokana na ule urafiki na nini hajawahi kunilipa. Kwa kila siku ananiambia rafiki yangu nitakupa. Kwa hiyo nimeibase kama udhulumati. Pia nishawahi kudhulumiwa na mtu kacha, nauza kacha. Kwa akanidhulumu hela yangu mpaka leo hajawahi kunipa. Kwa nishawahi kudhulumiwa. Kwa pia maadui zetu ni marafiki zetu, tunaishi nao kila siku. Maadui zetu, marafiki zetu tunaoishi nao. Yaani ni ile mtu kishaona ukaribu na mtu fulani antampa. Kwa mtu ambaye anapenda ile kitu chako, anapenda mafanikio yako, for real anakupa. Lakini kwa mtu mwingine hakupi. Kwa hivyo anakudhulumu. Sawa, umejiajiri, si ndio? Na kutokana na taaluma yako wewe unaosomea uandishi wa habari, ikoje pia, umejiandaaje na kuajiriwa au kujiajiri pia? Kwa taaluma yangu pia nimejiandaa, ni mtu mpenzi sana wa kujiajiri. Kwa hiyo kama mimi na media yangu online TV, narushaga vipindi vyangu huko. Kwa hivyo nimejiandaa kujiajiri, the end of the day nitafungua media yangu kubwa zaidi, nitaajiri watu wengine. Kwa ni sawa, toa maoni yako, ushauri wako watu ambao hawajaweza kujiajiri, ambao wameajiriwa au wengine hawana chochote kabisa, hawajajiajiri wala hawajaajiriwa, unawashauri nini?
Ushauri wangu ni base kwa vijana, pia si kwa vijana tu, kwa kila mtu, ni kwamba kujiajiri ni kitu kizuri. Unaangalia na sehemu unayokaa, unaangalia na sehemu ambayo unaenda, movement zako zipo kwa wingi sana. Kwa hiyo unaangalia wana uhaba na kitu gani. Hata kwa kitu kidogo kama ni barbrish, kama ni kitu chochote. Kwa hiyo unaweza ukafanya hapo ikawa opportunity yako wewe ya kupata kipato chako. Mimi sasa hivi nina uwezo wa wiki nzima babangu asinipe nauli nikajilipia mimi mwenyewe. Jambo uongo. Umejipata. Yeah. Kwa hiyo nimejipata. Kwa hiyo kujiajiri kuna faida nyingi sana, especially kwa sisi vijana. Sasa sisi wasichana. Kwa hiyo sitoweza kutegemea hela za mwanaume, sitoweza kutegemea sana hela za mtu mwingine mijibaba na mambo kama haya. Kwa hiyo si tunaomba tuoneshe bidhaa zako, alafu utatutajia jina lako, unapatikana kama nani, ukiwa mtandaoni unaposti bidhaa zako utatuambia leo. Kwanza napatikana, brand yangu ni Diva Machen, Diva Accessories. Instagram unanipata, YouTube the same, WhatsApp sana. Kwa hiyo na uwezo kutoa namba zangu. Pia kuna delivery kwa vitu 5, kama tuna hizi hapa bracelets. Hizi bracelets zina maneno mengi. Kuna Allah, kuna Smile, kuna God Bless, kuna Jesus. Hizi bracelets kwa 2500 tu unajipatia. Pia kuna saa nzuri kabisa, saa quality kwa bei tofauti. Kama hapa ni shilingi 4000, hazipauki, ni nzuri saa zangu. Kwa hiyo kuna hereni buku tu. Pia kuna cheni hizi hapa kwa shilingi 4000. Cheni za maua tofauti kwa shilingi 4000 tu. Kwa hiyo na bidhaa nyingi. Kuna saa za aina hii hapa pia. Kwa hiyo ni hivyo, ndugu mtangazaji. Sawa, fanya biashara. Kabla kuondoka na mimi utaniachia cheni moja hapa. Karibu. Sawa ndugu mtazamaji, langu jina ni Zaina Zuberi na leo tulikuwa tunamsikiliza mjasiriamali aliyeweza kujiajiri yeye mwenyewe. Lakini usisahau kushare, kusubscribe pamoja na kucomment. Lakini yeye mwenyewe pia ana online TV yako. Online TV kwa jina la WWC TV Online. Wafikie wanacho cha kueleza. Sawa, tukutane hadi wakati mwingine. Bye bye.